Sonia kujenga hivi hivi kwa pale. Sasa anaenda kwa habari kuja na kosa hapo kweli. Tusimame tafadhali. Tuwe watulivu kwa maombi. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Ya Allah, sifa zote ni zako. Tunakushukuru kwa hafla hii ya leo, hafla ya ufunguzi rasmi wa chuo chetu cha mafundisho wale ambao watashughulika na matibabu katika hili eneo letu la Navakholo. Ya Allah, naomba kwa sababu umetuunganisha pamoja na rais wetu Daktari William Samoei Ruto. Ya Allah, naomba upate kumpatia heri na ufanisi katika safari yake kama rais wa Jamhuri yetu ya Kenya. Naombea familia yake, viongozi walio hapa, taifa letu la Kenya kwa jumla. Amina ya Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our dear Lord, we thank you and we worship you this evening. We thank you because of our dear President. We thank you because of the activities of this day. We pray that may your favor reign and be with us. We thank you because of your guidance. We thank you because of the peace and the love. May you indwell in each one of us as we celebrate this day. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit we pray. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, naomba tuketi. Nimpishe mjumbe mwakilishi eneo bunge letu Mheshimiwa wangu Emmanuel aweze kuendelea. Karibu Mheshimiwa. Mirembe. Mulibalam. Musimire ngono mwami Ruto. Wanga masimire wana Mheshimiwa Ruto. Asante sana Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Naomba nikukaribishe kwa heshima hapa kwetu Navakholo. Nasema karibu sana Your Excellency. Nataka nione wangapi wamekaribisha Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Nataka nione wangapi wamekaribisha Papa wa Roma. Wangapi wamekaribisha viongozi wote wa Kakamega. Your Excellency, kwa heshima kubwa naomba niwatambue tu kwa sababu ya wakati MCS wetu ambao wanatoka eneo bunge hili. Tafadhali wasimame watambulishwe tu mahali walipo Your Excellency ili wajue. Aya. Your Excellency,
host MCA Mheshimiwa Benjamin Were yuko miongoni mwetu. Makofi kwa Mheshimiwa Were. MCA Bunyala East Mheshimiwa Nato Rogers, MCA Bunyala West Mheshimiwa Sebastian Mangeni, MCA Shinoi Shikomari Mheshimiwa Akosi Bonfas, MCA Ingote Matia Ward Mheshimiwa Andati. Na huyu ni nominated MCA Mheshimiwa Joyce Tuma. Naomba pia kama kuna MCA wengine ambao wametoka sehemu zingine wasimame tu wapunge mkono tafadhali. Sasa ni watambue viongozi ambao wako miongoni mwetu, Your Excellency, na watusalamie neno moja tu au lingine alafu tuendelee. Niombe kumkaribisha mama county, mama wa county, mama Elsie Muhanda. Nitaomba utusalamie kwa heshima tafadhali. President wetu mwenye tunapenda, Speaker, Prime Minister, viongozi mbalimbali, nende bandu bana bakholo mirembe. Mirembe khandi. Muyanzi khulala President. Muyanzi kasi ya kholanga. President, sisi tunafuraha. Tunajua unakuja mwisho wa kututembelea. Umekaa hapa kwa karibu wiki moja, na sisi kama wamama wa Kakamega County tunaomba ya kwamba ukienda usalamie Mama Rachel Ruto, kwa maana alikuwa hapa na sisi na tulifurahia hiyo maendeleo yenye alitupatia. Watu wa Kakamega sisi tumefurahi, kwa maana leo asubuhi tulikuwa na president na ni mambo mingi sana anatuletea hapa Kakamega County. Wapi shangwe na vigelegele? Kwa ajili ya mvua nitafika hapo na tunasema karibu kabisa. Abanyala mlembe. Abatoto akeshitere. Huole holu nyala. Your Excellency, utaniwia radhi niongee na watu yangu Kinyala kidogo. Murango lunyala. Sinde chiromo omombe kuliano. Hamuole. Sisi rosi mwenyanga nikenyo hamukupira mai. Mama nyo kupa mai. Mwamu kupira mai siabikira muvuga alikola tina alikola kana. Muliye. Kupe kuma imbone. Eri akabiri. Omwana musoli nike uyo supuiba kupanga sina. Olukala kasata. Au mai muliwo. Mama nyolukala kasa. Basi. Mimi Your Excellency ni kimoja kwamba asante kwa kukuja. Hili jengo lilikuwa limekusubiri wewe. Ulianza msingi na ukaenda na msingi kakungoja ukuja kufungua ukiwa rais. Wakati ulikuwa hapa ulikuwa naibu wa rais. Leo hii unarudi kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Mimi hawa wangwana ndio walinipa nafasi ya kuwa mjumbe. Na nitakuwa nauliza swali. Munipe direction ya dunia vile natembea. Ulialala. Na kabla niwaulize swali, niombe Mheshimiwa Rais, baba akifika, mtoto aulizi mkate umefika namna gani. Sisi tulijikaza Your Excellency tukajenga hilo jengo mpaka hapo. Lakini hilo jengo ili litumike vizuri ni muhimu tuangalie mambo ya hospitali ambayo itasupport hilo jengo. Hiyo hospitali tuko nayo hapa, gavana yuko hapa. Kwa makaratasi Your Excellency inaonyesha tu kwamba ni level 4. Lakini kwa ukweli hiyo kitu ni kama level 3. Tunataka utusaidie uweke mali hapo, equipment hapo, ipande toke level 3 mahali iko ikuje level 4 ili manase ambao watakuwa hapa waweze kutibu watoto vizuri. Ya pili Your Excellency, mimi nimesoma kupitia kwa miwa. Na mimi nikushukuru kwamba wewe umesimama na wakulima wa miwa, hata saa hii umezungumzia hayo maneno. Unapokuwa hapa Your Excellency, sisi tunapeleka miwa Mumias. Endelea kuangalia mambo ya Mumias Sugar iweze kuwa iamuke, iweze kukata vile ilikuwa. La tatu na la mwisho Your Excellency, sisi hapa hatuna bank. Tukipeleka miwa Mumias
tunakwenda kwa pikipiki kuchukua pesa yetu ya kutoa wamama kutoka hapa mpaka Chianda. Iko contract uliweka hapo, Your Excellency. Nitakuomba kwa heshima wewe mwenyewe ujue utatuambia namna gani hiyo barabara ya kwenda Chianda. Mahali kwingine tunaenda kupata, lakini sasa kutoka hapa rais kufika Kakamega ni shida. Wamama migongo imekwisha. Na sisi hapa karikacho tuangalie Your Excellency hii C41. Angalia kutoka hapa mpaka Kakamega mambo itakuwa namna. Sikuli alala. Kuelewa niraye nao. Na meta ko simbanja ya mochumbe. Lakini sasa hamuche kwa bana befe mirembe. Ese sindi musiasa. Nenono sumanyire makupira musiama se ODM ikura. Nomza holu ihayo no ali ODM kweli. Unosi kusale njo umulechire. Hanu mumborra muche. Borra muche. Engoleo. Lakini nyumbanda mirembe mwezi. Sini nyoba ye. Preso no sia urango luya. Ya uliye. Na munye ekina likisianu. No lulera. Your Excellency, au wangwana wako na swali kwako. Wakati ikifika watakuwa wanakuambia wamesema nini. Sina mengi, naomba kwa sababu ya mvua, lakini hapa kwetu Your Excellency. Efule umao. Your Excellency, hapa wamesema hakuna mvua because we are rain makers. Sasa nichukue nafasi hii kabla nimlete waziri Your Excellency. With your permission, I have my colleagues here. Niwatambulishe tu mahali wa... Asante sana. Karibu, pigieni waziri wetu wa afya makofi tafadhali. Asante sana Your Excellency kufika hapa kutufungulia hii KMTC. Your Excellency, hii mwaka tulikuwa na vacancies 11,000 za kufill, declared vacancies. However, the applicants that we got is 41,600. Kumaanisha watu wanataka sana kusoma KMTC. So this facility here imetufungulia na tumeongea pamoja na management ya KMTC. The board is here, the chair together with the CEO and management. Tumesema tunaenda kufanya bidii. Within that gap, in the next month or so, tuone kama tunaweza weka hapa wanafunzi 100. And the 100 wale tunaweka Your Excellency ni wale wanafanya health promotion diploma, because you know our focus is to change from creative to promotion and preventive. And the other team that we shall bring here, 50 students, Your Excellency, ni community health assistants. Those people are very crucial for the health that we want to start. But Your Excellency, it will please you that amongst these people here is your army, community health promoters. And they are trained, they are ready. Tuanze maneno yetu Oktoba. Asante sana Your Excellency. Wana baholo amjambo. Na baholo murembe. Muri mwoyo. Muri baramu. Musangalile. Bwana Yesu asifiwe. Simunisalimie hivyo hewani watu wana baholo. Kwanza mimi nataka niwashukuru sana kwa kutukaribisha hapa na baholo. Mimi si mgeni hapa, nilikuja tukaanzisha pamoja na rafiki yangu Emmanuel Wangwe hii jengo, na leo tumekuja kuifungua rasmi. Na mimi nataka niwahakikishie vile waziri amesema, ndani ya mwezi moja tutakuwa na wanafunzi hapa. Mimi nawashukuru tena kwa sababu ya kura zenu. Nilikuja hapa nikaomba kura zenu. Lakini mulinipimieko. Ai. Wane. Sasa. Lakini mimi naona vile mmekaa, naona mtaimprove. Ama ama huyu wangu ndiye aliwaambia maneno. Mbona msimustaki ndio nijue vile nitapambana na yeye.
So asanteni sana kwa kura zenu. Sasa tumemaliza uchaguzi, tunaungana ndio tupeleke Navakholo, Kakamega na Kenya mbele, si ndio? Nyinyi kama wananchi mmefanya sehemu yenu, ile sehemu imebaki ni yetu sisi kama viongozi. Tushirikiane, tufanye kazi pamoja na tuhakikisha kwamba tunabadilisha taifa letu la Kenya, tuipeleke mbele. Si namna hiyo? So college hii yenu ya KMTC, kwa sababu tayari tumetoa pesa kama serikali ya kuajiri wale waalimu watakaofundisha hapa. Pia nimemwambia management ya KMTC nitawaongezea shilingi milioni 500 ndio waweze kuajiri walimu wengine wengi watakao tusaidia katika KMTC zile zingine ambazo hazijafunguliwa. Mimi nataka niulize viongozi wetu wa bunge, tafadhali bwana wangu wewe na wenzako, mahali where you have a KMTC tushirikiane. If we need additional facilities, mtusaidie kwa pesa kidogo yenu ya CDF tumewapatia, ndio tuweze kuoperationalize these colleges ili watoto wa Kenya wapate nafasi ya kujifundisha taaluma na uuguzi wa aina tofauti tofauti. Bado tunahitaji wauguzi wengi katika taifa letu la Kenya, na pia tuko na nafasi ya wauguzi watakao shiriki katika export of labor into other countries so that we can tap into the opportunities that exist in other countries for employment of the young people of the Republic of Kenya. Kama vile waziri amesema, tuko na nafasi ambayo haitoshi, 11,000 peke yake. Watu karibu 40,000 wali apply. So we need the facilities like this one of Navakholo. Ningemwambia waziri badala ya wanafunzi 100 wapatie nafasi wanafunzi 200 wakuje hapa. Nafikiri kutakuwa na madarasa ya kutosha, na kama kutahitaji additional facilities, wangu yako hapo atangangana na mimi ndio tuweze kujenga. Si namna hiyo? Si tutashirikiana pamoja? So tutapambana pamoja ndio tuone how we can increase the opportunities for training for our young people in these Kenya medical training colleges. Pia ni mpango yetu kuhakikisha kwamba the colleges that are important, the courses that are urgent and the courses that require immediate attention, tunaziweka kipaumbele ndio tuhakikisha kwamba we train many young people in the fields that will help them get employment and also serve our country as they serve humanity in other areas. So nimefurahi sana kufika hapa. Najua mimi na huyu wangwe tulianzisha ile barabara ya kutoka huko Sianda. Ilikuwa inatoka actually mahali inaitwa Ibokolo, kule chini kuja Sianda Malaa mpaka hapa, si ndio? Lakini contractor mwingine amekwama hapo katikati. Huyo contractor nitamfanyia mambo. Ama namna gani? Kwanza hii tena kuna barabara yenu ingine ilikuja ikakwama ya kutoka kule chini Lurambi kupitia hapa Navakholo mpaka Nambacha iteremke iende Musikoma. Si namna hiyo? Nilikuwa huko Sangalo jana. Ni jana majuzi? Juzi nilikuwa kule Sangalo. Pia hiyo barabara inatakana ipite kwa hiyo college ambayo sasa tumeupgrade imekuwa National Polytechnic. So hiyo barabara pia my word, ule contractor alikuwa anatusumbua, nishamfanyia mambo, nimemfukuza. Sasa natangaza tena in another 1 week mimi natangaza kandarasi mpya. Ndio nilete contractor mwenye atafanya hiyo kazi in the next 1 year tumalize hiyo barabara. Tunaelewana jameni? Na barabara zingine nyingi ambazo tumekubaliana na viongozi wenu hawa hapa Kakamega na Western Kenya tumezipangia vizuri. This year tumepanga budget, tumeweka pesa karibu bilioni 260, naenda kutafuta pesa ingine karibu bilioni 200 ndio tumalize hizi barabara zote, tuhakikisha kwamba zile zimeanzishwa zimekamilika, ndio tuanze kupanga zile zingine mpya. Tunaelewana jameni? Vile vile mimi nataka mnisaidie kuzalisha chakula. Nimepunguza bei ya mbolea, nimepanga mambo ya mbegu,
na nyinyi watu wa Kakamega ni watu mashujaa. Nimetembea hapa juu, naona mashamba yenu mmezalisha chakula ajabu. Nimekuwa kule Likuyani, wale jamaa ni wakulima sugu, wamefanya kazi mzuri sana, kwa sababu njia ya kupunguza gharama ya maisha ama gharama ya chakula ni kuzalisha chakula zaidi. Si namna hiyo? So asanteni sana watu wa Kakamega kwa ile bidii mnafanya. Mimi nataka niwahakikishie we will continue to work with you. Mambo ya kilimo katika taifa letu la Kenya ni ya muhimu, na ndio sababu leo tumetoka huko kuanzisha County Aggregation and Industrial Park, mahali watu ya Kakamega hii mtakusanya mazao yenu ya kilimo, tuweke pale common user facilities ya agro processing, ya value addition, ya manufacturing, ndio hii mazao yenu yote muongezee dhamana, ndio mupate pesa ya kutosha kwa mazao yenu, na vile vile tupange ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Vijana muko? Hiyo ndio kazi yenu. Na mbali na hiyo soko, pia tunajenga soko zingine 12 hapa Kakamega County. Tunajenga soko ya hapa Muregu. Muregu ni kubali gani? Hapa chini. Tunajenga soko kubwa hapo. Tunaweka kati ya milioni 50 na milioni 100 kujenga soko kubwa ya kukusanya mazao ya hii watu wa hapa. Tunaweka soko ingine hapo Sianda. Tunaweka soko zingine 12 different markets, and already we have advertised. Tumetangaza kandarasi ya kujenga hizo markets so that we can build sufficient market infrastructure to support our agriculture, to create opportunities for young people to work, and also to increase the incomes of our farmers. Vile vile nimemwambia governor wetu tutawapatia milk coolers 25 ya Kakamega ya kukusanya maziwa yenu. Tunataka Kakamega hii, mbali na nyinyi kuzalisha miwa, mbali na nyinyi kuzalisha mahindi, mbali na hiyo kazi nyingine mnafanya, pia ufugaji. Tumewapatia mbegu ya ng'ombe. Ng'ombe ile mko naye iko chini. Lazima niwaambie hii. Ng'ombe ya kukamua sijui chupa 2, sijui chupa 3 ni kuhangaika. Chupa 1. Unaona sasa? Lita 1. Sasa lita 1, lita 2 maziwa, ng'ombe inatakikana ya kukamuliwa lita 20 kwenda mbele. Na niko na mbegu ya kupatia nyinyi hiyo ng'ombe. Nyinyi mtakubali kuendesha hiyo biashara? Wacha hii ng'ombe kidogo kidogo mnazunguka, mnasumbuka, hakuna haitoi maziwa, ni kusumbuka tu. Fanya, mimi nataka niwahakikishie we will continue to work with you. Mambo ya kilimo katika taifa letu la Kenya ni ya muhimu, na ndio sababu leo tumetoka huko kuanzisha County Aggregation and Industrial Park, mahali watu ya Kakamega hii mtakusanya mazao yenu ya kilimo, tuweke pale common user facilities ya agro processing, ya value addition, ya manufacturing, ndio hii mazao yenu yote muongezee dhamana, ndio mupate pesa ya kutosha kwa mazao yenu, na vile vile tupange ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Vijana muko? Hiyo ndio kazi yenu. Na mbali na hiyo soko, pia tunajenga soko zingine 12 hapa Kakamega County. Tunajenga soko ya hapa Muregu. Muregu ni kubali gani? Hapa chini. Tunajenga soko kubwa hapo. Tunaweka kati ya milioni 50 na milioni 100 kujenga soko kubwa ya kukusanya mazao ya hii watu wa hapa. Tunaweka soko ingine hapo Sianda. Tunaweka soko zingine 12 different markets, and already we have advertised. Tumetangaza kandarasi ya kujenga hizo markets so that we can build sufficient market infrastructure to support our agriculture, to create opportunities for young people to work, and also to increase the incomes of our farmers. Vile vile nimemwambia governor wetu tutawapatia milk coolers 25 ya Kakamega ya kukusanya maziwa yenu. Tunataka Kakamega hii, mbali na nyinyi kuzalisha miwa, mbali na nyinyi kuzalisha mahindi, mbali na hiyo kazi nyingine mnafanya, pia ufugaji. Tumewapatia mbegu ya ng'ombe. Ng'ombe ile mko naye iko chini. Lazima niwaambie hii. Ng'ombe ya kukamua sijui
chupa 2, sijui chupa 3. Ni kuhangaika hapa. Tunaweka soko ingine hapo Sianda, tunaweka soko zingine 12 different markets, and already we have advertised. Tumetangaza kandarasi ya kujenga hizo markets so that we can build sufficient market infrastructure to support our agriculture, to create opportunities for young people to work, and also to increase the incomes of our farmers. Vile vile nimemwambia governor wetu tutawapatia milk coolers 25 ya Kakamega ya kukusanya maziwa yenu. Tunataka Kakamega hii, mbali na nyinyi kuzalisha miwa, mbali na nyinyi kuzalisha mahindi, mbali na hiyo kazi nyingine mnafanya, pia ufugaji. Tumewapatia mbegu ya ng'ombe. Ng'ombe ile mko naye iko chini. Lazima niwaambie hii. Ng'ombe ya kukamua sijui chupa 2, sijui chupa 3. Ni kuhangaika. Chupa 1. Unaona sasa? Lita 1. Sasa lita 1, lita 2 maziwa, ng'ombe inatakikana ya kukamuliwa lita 20 kwenda mbele. Na niko na mbegu ya kupatia nyinyi hiyo ng'ombe. Nyinyi mtakubali kuendesha hiyo biashara? Wacha hii ng'ombe kidogo kidogo mnazunguka, mnasumbuka, hakuna haitoi maziwa, ni kusumbuka. Chupa 2, sio chupa 3. Ni kuhangaika. Chupa 1. Unaona sasa? Lita 1. Sasa lita 1, lita 2 maziwa, ng'ombe inatakikana ya kukamuliwa lita 20 kwenda mbele. Na niko na mbegu ya kupatia nyinyi hiyo ng'ombe. Nyinyi mtakubali kuendesha hiyo biashara? Wacha hii ng'ombe kidogo kidogo mnazunguka, mnasumbuka, hakuna haitoi maziwa, ni kusumbuka tu. Sio kama tunaelewana. Na tumeleta hiyo mbegu, tumetengeneza tayari kama serikali. Na hiyo mbegu hakuna haja ya wewe kusumbuka ati unatafuta ndume. Ndume tumeweka kwa nini? Unajua mtu mwingine wananchi hapa unatafuta ndume kwa mtu fulani, anaenda hapo anakuambia ati ndume yake haipatikani, ati iko busy. Ndume inaweza kuwa busy ikifanya kazi gani? Sio kama tunaelewana. So ndio tumetengeneza na tumekubaliana na counties wahakikishe ya kwamba mbegu ya kisasa ambayo itatuletea ng'ombe ya maziwa ambayo inakamuliwa 20-30 liters. Hapa Kakamega ndio mahali ambapo inatakikana kuzalisha dairy. Saa hizi tunaagiza maziwa kutoka nje lita bilioni 1 kila mwaka. Na ili hali tunaweza kuzalisha hiyo maziwa hapa nyumbani, vijana hawa, wazee wetu wanaweza kuzalisha hiyo chakula. Tunaelewana? Vile vile nimesema tutawaletea mbegu ya mambo ya palm oil. Tunanunua saizi palm oil Kenya ya shilingi bilioni 140 edible oil, na tunaweza kuzalisha hapa Kenya. Hii mnanielewa? So tumekubaliana pale Kakamega na viongozi wenu, tumekubaliana tuko na mpango kamili ya kuzalisha kilimo, kutumia kilimo kuhakikisha kwamba tuko na chakula, na kutumia kilimo vile vile kuhakikisha kwamba tuko na pesa kwa mifuko yetu. Na tumekubaliana hawa watu wa Mumias. Hii Mumias vile niliwaambia mambo matatu ya Mumias. Niliwaambia number 1, mimi nitakomesha ile mambo ya kuuza shamba yenu kupitia privatization. Hiyo nimesimamisha. Namba ya 2, niliwaambia tutaondoa madeni. Madeni bilioni 117 ya kampuni zetu zote za miwa tumezifutilia mbali. Inangoja tu sahi nini ya bunge, huyu speaker amalizane na wabunge wenu, kina Wangwe watafuatilia, si ndio mheshimiwa? Very good. Alafu tunamalizia hiyo kazi, inapatikana tunaondoa madeni. Kazi yangu ya 3 nilikubaliana na nyinyi ni kunyorosha management. Kunyorosha management ya hizi kampuni. Kwa sababu inawezekanaje ati watu wanalete miwa, si ndio? Wakulima wanalete miwa. Alafu mimi naulizwa ati nilipe wafanyikazi, ati nilipe wakulima. Miwa ya wakulima ilienda wapi? Kabla sijaambiwa nilipe, ilienda na nani? Na hawa wafanyikazi wanafanya hiyo kampuni, mshahara yao ilichukuliwa na nani? Lazima tuelewane hapo.
Ndio watu wengine hapo wanajaribu kunipigia makelele saa hizi. Ati nimesema kuharibu. Nimesema na wacha nirudie. Si ndio? Ndio wasikie vizuri. Kuna watu sijui Azimio, sijui nyinyi kwa matatu ya Mumias. Niliwaambia number 1, mimi nitakomesha ile mambo ya kuuza shamba yenu kupitia privatization. Hiyo nimesimamisha. Namba ya 2, niliwaambia tutaondoa madeni. Madeni bilioni 117 ya kampuni zetu zote za miwa tumezifutilia mbali. Inangoja tu sahi nini ya bunge, huyu speaker amalizane na wabunge wenu, kina Wangwe watafuatilia, si ndio mheshimiwa? Very good. Alafu tunamalizia hiyo kazi, inapatikana tunaondoa madeni. Kazi yangu ya 3 nilikubaliana na nyinyi ni kunyorosha management. Kunyorosha management ya hizi kampuni. Kwa sababu inawezekanaje ati watu wanalete miwa. Si ndio? Wakulima wanalete miwa. Alafu mimi naulizwa ati nilipe wafanyikazi. Ati nilipe wakulima. Miwa ya wakulima ilienda wapi? Kabla sijaambiwa nilipe, ilienda na nani? Na hawa wafanyikazi wanafanya hiyo kampuni, mshahara yao ilichukuliwa na nani? Si lazima tuelewane hapo. Ndio watu wengine hapo wanajaribu kunipigia makelele saa hizi. Ati nimesema kuharibu. Nimesema na wacha nirudie. Si ndio? Ndio wasikie vizuri. Kuna watu sijui Azimio, sijui nyinyi watu ya Azimio ati wameenda kuissue statement hapo ati kutetea wezi na kutetea wafisadi na kutetea wakora. Ati watu waendelee kukula pesa ya Mumias hapa. Bana. Wakwende kabisa. Hiyo hawezekani. Sio kama tunaelewana. Ndio nimesema wacha nirudie ndio wasikie vizuri. Si ndio? Wameniandika, wamejaza maneno kwa magazeti, sijui Law Society wamesema nini, sijui watu Azimio wamesema nini. Wacha nirudie ndio wasikie vizuri. Nimesema wafisadi, wakora, wezi, wale wanaiba pesa ya wananchi, wameangusha kampuni ya Mumias, wameenda wakaangusha kampuni ya Nzoia, kwa sababu mambo hiyo yote inaharibika. Alafu wanakuja hapa wanajifanya. Nimesema wafisadi wote, wakora wote, wezi wote wahame Kenya. Wahame ama wasihame? Na wasipohama tunawafunga jela. Na wakiendelea wapange mpango waende mbinguni. Iko shida nyingi. Ama mnasemaje? Tunaelewana jameni? Sisi tunakubaliana. Mambo ya wafisadi na wakora Kenya ni ngapi? Wahame Kenya, waende jela, ama ndio my friends. Ndio unajua tunahangaika hii Kenya na watu wachache wanatuletea hasara. Si hata hii kampuni ya Pan Paper hapa ilienda tu hivi hivi. Mnataka mimi nisimamie ati hii ya Mumias iende hivi hivi? Bana. Hii haiwezekani kabisa. Wasahau hiyo na wakwende. Na nimeambia wale watu wote wako pale. Unajua kuna watu pale wako na ukora. Huyu anapeleka huyu kotini, huyu anafanya hii na hii na hii. Nimemwambia hao watu, nyinyi kwanza toeni kesi kotini. Alafu nyinyi wote mtoke. Tutaanza mpya. Ama magani? There are no two ways about it, and I'm not going to go back on it. Hii kitu lazima tunyoroshe ikae sawa sawa. Kampuni hizi zingine zote za sukari za kibinafsi zinafanya kazi. Wanalipa wakulima, wanalipa wafanyikazi wao. Mbona hii kampuni yetu hii hailipi wakulima na hailipi wafanyikazi? Kwa sababu iko kisirani? Hapana. Na kwa sababu zile kampuni zingine zinafanya, inamaanisha miwa si makosa. Management is a problem. And that is why we must sort out the management of these companies. Ama mnasemaje watu wa Navakholo? Tumalize hii ugonjwa iishe once and for all. Kwa sababu hapa Mumias tumelete pesa ya serikali karibu bilioni 5. Tuna siku tulete bilioni 2 ikapotea. Tukalete bilioni 1 ikapotea. Tukalete 500 million ikapotea. Mnataka ati niende nitafute pesa nyingine ya kuja kupoteza hapa? Bana. Sina pesa ya kupoteza. Hawa wezi tuwafukuze. Tumekubaliana jameni? Watu wa Mumias tumekubaliana? So that's what we are going to do. We are going to sort it out. And I am telling you,
There is no other administration that is going to sort out this thing. This is the administration that will sort it out. Na tutahakikisha kwamba imenyoroka, iko sawa, ndio wakulima wafaidike, watu wafanye kazi na tusonge mbele. Tumekubaliana wangwana? Unajua kuna watu wamezoea hapo, wanakuja wanapatia kiongozi fulani pesa kidogo, fulani pesa kidogo. Mimi ni mtu ya kupatia pesa kidogo. Watafute mtu ya kupatia pesa kidogo. I'm not in that category. Sijui kama tunaelewana. Sasa mimi hasla nimengangana na wale watu walikuwa wanasumbua sisi. Walikuwa watu wadosi, sijui kutoka sijui nani. Si tuliwafukuza na Mungu. Alafu hawa watatuletea kisirani hii kidogo hii. Ati watatuibia hapa. They cannot. Tumekubaliana my friends? Kakamega tumekubaliana? So nawaomba kwa unyenyekevu ya kwamba tushirikiane. Na nimesema ya kwamba mbali na sisi kushindana kwa kura, si ndio? Nyinyi wananchi mlituamua. Wakupata MCA mlimpatia. Ya kupatiana women rep mlipatiana. Ile ya wabunge mlipatia huyu Wangwe. Lakini huyu Wangwe yako na deni yangu my friends. Huyu Wangwe, huyu mtu, si mnajua Wangwe ni rafiki yangu. Lakini sasa sijui shetani gani alikuja akakoroga hapo Wangwe ule ameenda. Lakini si unaona vile Mungu anafanya mpango. Sasa mahali alikuwa tumekutana tena. Tumekutana tena, si ndio? Sasa nyinyi watu wana Baholo. Kwa sababu mimi naona nyinyi ndio mnamchochea huyu mtu awachane na mimi. Nataka niwaulize swali. Mnataka mimi nifanye kazi na huyu Wangwe? Tufanye kazi na yeye? Hebu ni wale wanasema tufanye kazi mimi na Wangwe. Ama namna gani? Si ndio? Unajua sisi tulianzisha hii tukiwa pamoja. Tukaanzisha barabara tukiwa pamoja. Wakati Wangwe na wale wengine wamenihepa, wakaenda BBI. Rege, madeni, kila kitu ikakwama. Sasa hii ndio tumekuja kuanzisha tena. So tafadhali Wangwe, my friend Emmanuel. Mnasema tuendelee na Wangwe? Tuendelee na Wangwe? Si nyinyi ndio mnaajiri watu? Hii ndio mwenye kuandika kalamu huyu mtu. Sasa nyinyi amri yenu ni gani? Afanye na hasla? Afanye na mimi huyu jamaa? Bas, amri imetoka. Wananchi wamesema wachana kitendawili, maandamano wachana naye, fujo wachana naye, tukuje tufanye kazi. Tumekubaliana jameni? So otherwise nyinyi vijana, juzi tumeanzisha mambo ya affordable housing hapa Kakamega. Mnanielewa? Na nitarudi hapa tena because tunataka kuanzisha at least between 10 and 20,000 housing units hapa Kakamega. And we need between 20 and 30,000 young people, nyinyi, wa kufanya hiyo kazi. Nyinyi mko tayari kwa hiyo kibarua? Ama nyinyi wale wa kuchagua jembe? Mko tayari kabisa? Kazi yote ikipatikana mnafyeka? Bas, hiyo kazi tunapanga na vile vile tumekubaliana tunapanga pia ajira in different other categories so that tuendelee pamoja. So otherwise mimi nimefurahi sana kufika hapa Kakamega. Mimi nimekuwa hapa wiki moja lakini mimi naona wacha niendelee kukaa. Mpaka munizoee kabisa. Mimi naona nyinyi lazima nijizoeze kwenu. Ama namna gani? Mmesimamisha mvua? Mmesimamisha? Kwani nyinyi mko na style hiyo? Na siku ile tunatafutanga mvua, mbona hamkuji kutuletea mvua? Na kumbe nyinyi ndio mko na maneno. Nitakuwa natuma Wangwe naambia mwambie ile watu mvua, tunataka mvua ndio tuendelee na Kenya. Sawa? So asanteni sana, wacha nichukue nafasi hii niwashukuru kabisa, niwaambie mimi nawapenda na kama kutahitajika pesa ya kuongeza hapa, huyu Wangwe ataniambia nitawapatia. Si ndio? Tumekubaliana jameni? Na barabara yenu nitatengeneza. Na kazi yenu hiyo ingine nitafanya. Na hii Mumias nitasort out. Na hawa vijana nitawapanga. Si ndio? Tuko pamoja? Si ndio hivyo ndio mnataka? Ile kitu mimi nataka niwaulize tuachane na vita. Hata wale watu wa upinzani, mimi nimewaambia opposition
is a constitutional responsibility. Kuwa mtu ya upinzani ni kawaida na inakubalika katika katiba ya Kenya. Ili kuongelesha mambo, kama mambo kunaenda kombo, unafanya oversight. Kama kuna maneno inaenda hivi, unafanya oversight. Lakini katiba ya Kenya, sheria ya Kenya, demokrasia hairuhusu mambo ya vita, kupiganisha wananchi, kuchukua vijana kupiga mawe polisi, kwenda kuharibu biashara ya watu, kuchoma lami, kuchoma barabara, kufanya nini. Hiyo ni maneno ambayo itarudisha Kenya yetu nyuma jameni. Sindio? So nimesema tafadhali tuwachane na fujo, tuwe watu wa heshima, tuwe watu wa demokrasia. Uchaguzi iliisha. Sindio? Na nyinyi na niliwaambia hata hawa watu sijui wanasumbuka nini. Si wanasumbuka saa hii tunataka fast hapa, tunataka sava. Sava mlikuwa wapi na sava? Mimi niliwapatia ilani mapema. Niliwaambia wachana na rege. Wachana na kitendawili. Nitawanyorosha asubuhi. Hawakusikia. Ama namna gani? Sasa niliwaambia hakuna vile hii watu wanaweza kunishinda. Sasa wangenishinda namna gani? Na kitendawili? Haiwezekani. Sio kama tunaelewana. Na wakiendelea vile wanaendelea saa hii 2027 hata agent peke yake itakosekana hapa. Ama mnasemaje? Kwani nyinyi mtaenda kupigia mtu kura mwenye ya vita? Ya kuharibu mali ya watu? Nyinyi mnataka barabara ijengwe ama ichomwe? Sasa ule mwingine ni wa kuchoma. Bana. Hiyo maneno waache bana. Tumekubaliana jameni? Kakamega tumekubaliana, tutatembea pamoja. Wacha nimuite ndugu yangu Omwami Musalia Mudavadi awazungumzie. Si huyo Omwami Musalia Mudavadi ndio prime cabinet secretary yetu? Ndiye anasukuma gurudumu ya serikali. Si mimi niliwaahidi tutasimama pamoja. Lakini Mungu niamini. Imani yenu. Lakini sasa mmeniamini. Tutatembea pamoja. Thank you very much. Wapi Omwami? Niko hapa. Asante. Kumbe kuna jamaa. Habari. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Spika, viongozi wote ambao wako hapa, wabunge na mwenyeji Wangwe, waziri wa afya, Abanyala. Mirembe mno. Muribaramu. Asante sana. Mimi sina mambo mengi kwa sababu rais amesema na sisi tuna desturi akishasema tunapunguza yetu, si ndio? Lakini nataka nimuulize watu wa Nabaholo. Sasa mimi nauliza, ile Mungu alikupatia, ile ya Mwenyezi Mungu alikupatia, ile hapa, si ndio? Si kila mtu iko nayo? Alafu kuna ile ya kitabu, si ndio? Sasa mimi nasema tuache ya kitabu kando, tutumie ile ya Mungu alitupatia. Mimi nataka niwaulize, mkitazama na mkipima 2027, kweli yule jamaa mwingine anaweza ngoa Inawezekana kweli? Inawezekana kweli? Kwa hivyo ombi langu ni hili tu kwa watu wa Navaholo. Tuache kubahatisha. Watu wa Western Kenya wote tuache kubahatisha, kwa sababu serikali ambayo sasa iko kupitia kwa kura za Wakenya ni serikali ya William Samoei Ruto. Na vile anaendelea, vile ameshika ushukani, vile anatembea katika Kenya hii, mimi nataka niwaambie itakuwa vigumu kwamba yule jamaa mwingine afikirie atamngoa huyu. Kwa hivyo tusibahatishe, tuanze kufanya kazi pamoja na yeye, vile Wangwe ameamuriwa na nyinyi kwamba shikane na rais wa Jamhuri ya Kenya, tufanye kazi pamoja. Hapo ndio ombi letu, sina mengine. Muhurire. Muhurire. Na mnakubaliana na hiyo? Hebu nione kwa mkono. Asante sana. Sasa wacha mimi nimwalike ndugu yangu Papa wa Roma Weta.
Asante sana. Vahoja vase vanyala mulembe. Mulembe lundi. Mulibalamu. Musangalile. Nechilevu hoja ta. Tumekuja na rais wetu kwa kazi ya umma. Tumefungua hii college. Na hii college ina maana sana. Mheshimiwa Rais, nilisema juzi nilienda mahali inaitwa Isle of Man kule Uingereza kwa mkutano. Nikapata fever kidogo, ikaanza kupanda. Nikapelekwa the best hospital in the Isle of Man. Nilipopelekwa, ule alinitibu alikuwa ni msichana kutoka Kenya. Amekuwa trained kwa kituo kama hiki. Aliponishika tu hivi, mheshimiwa, uko namna gani? Mimi nikapona haraka. Sasa hii ni college ya maana sana. Sasa nyinyi watoto wetu muingie hapa. Rais alisahau tu kuambia amefanya connections tayari na nchi nyingi. Mkimaliza mkihitimu hapa, wengine wataenda Ujerumani, wengine wataenda Marekani, wengine wataenda Botswana. Tuna mkataba na Rwanda na Burundi kwenda kutibu watu huko. Na hiyo mnaenda kupata mapato yenu kwa dollars, kurudisha nyumbani, kusaidia uchumi na familia zetu. Kwa hivyo leo tukiwa hapa ni kazi ya muhimu sana. Lakini nyobanya la kaimurebeho. Oreba wenya kucheve cheboche. Ocheboche. Ochevozocho. Sisi watu wa Ingo nataka kuomba tu kitu kimoja nikimalizia. Tafadhali tutembee pamoja kisiasa. Si tulizunguka hapa. Tulikuwa na watu, sijui mmoja anaitwa Wekulo, sijui mwingine anaitwa nani, Waswa, tukahangaika hapa, tunazungumza, mnatuangalia tu. Lakini mkaleta huyu wangu ni mtoto ya mjomba yangu. Na ni rafiki yangu sana. Na vile mmemwambia, wazungu wanasema if the leaders can't lead, those they lead can lead them. Na nyinyi mmemuonyesha njia. Sasa kutoka leo sisi kama jamii ya hapa mkoa wetu, let's move together. Kama ni kosa tufanye pamoja, kama ni mazuri tufanye pamoja. Ndio siasa yetu iwe nyorofu, ndio tuweze kupata bargaining power kama jamii zingine. Kulakende la. Ekura yefueka kwe mwidepeli la. Si mnaona hapa ukivuka Nzoia. Semanyile ke bungoma. Papo Roma na bola ne bandu be khalas. Papo Roma na bola ne bandu benyo. No ingana no kenda butima. Wacha ni mwalike Gavana Baraza. Haya, Navakholo hoye! Karibu sana Mheshimiwa Rais hapa Navakholo. Na sisi watu wa Kakamega County tunakupenda sana. Tunakushukuru kwa sababu umekuwa hapa kwa siku 5 kwa shughuli ya maendeleo. Na sisi tumesema kama magovernors wote wa Western Region, we are going to work with you. Tutashirikiana na serikali kuu ili tuletee watu wetu maendeleo hapa. Pili, Mheshimiwa Rais, najua ndugu yangu ameomba level 4 hii hospitali yetu. Health is devolved, na hivi sasa tumetangaza nafasi za madaktari ambao tutaleta hapa Navakholo ili tusaidie hospitali yetu. Jambo ambalo ningeomba kutoka kwa Mheshimiwa wetu Rais is to help us in equipping this hospital so that it becomes a really level 4 hospital. Wajala mruo. Jambo la tatu, Mheshimiwa Rais, tulikuwa juzi na mkutano na wabunge wote wa Kakamega County. Tumekubaliana we are going to work as a community
ili tushirikiane kuleta maendeleo hapa Kakamega County. Mambo ya siasa tulimaliza mwaka uliopita, hivi sasa ni wakati wa maendeleo kwa wananchi wetu. Na ningependa nione kwa ishara ya mikono wale wote ambao wanasema watatembea na rais wetu William Ruto. Wacha nione kwa ishara ya mikono. Mheshimiwa Rais, watu wa Navakholo wamesema they are going to support you, na this time round wataweka kura yao kwa kikapu moja ambayo itakuwa ya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Kwa sababu ya wakati, Mheshimiwa Rais, allow me to invite Senator wetu ambaye ni mtetezi wa wanyonge, Boni Khalwale, dakika mbili tafadhali.